بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. جانا tulisoma صيغة na aina ya as-salatu ala an-nabi, صيغة na aina moja katika aina nyingi za kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallama katika swala. Tuliyoisoma jana ni ile aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, na lafzi yake hii ni lafzi ya Imam Bukhari kutoka kwa sahaba Ka'b ibn Ujra radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo wengi wenu leo mmeisoma kwa hifdhi. Na hii aina ndio aina ambayo wanaipa wanawazuoni namba moja katika aina za kumsalia mtume zilizokuja nyingi. Hii ndiyo nambari 1 ya Ka'b ibn Ujra, kama tulivyoona katika aina za tashahudi. Ipi nambari 1 katika zile aina za tashahudi? Ya Abdullah ibn Mas'ud. Na katika aina za kumswalia mtume zilizokuja nyingi, nambari 1 ni hii ya Ka'b ibn Ujra: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Leo insha Allah taala tutazisoma, tutaandika nyingine 2 za ziada, ukijumlisha na hii zitakuwa 3. Ninyi leo mmesoma hii kwa hifdhi, kwa hiyo tutasoma nyingine 2 na mtakiwa mziandike na mtatakiwa mzihifadhi, na tutazisikiliza kesho biidhnillah alkarim, 2 zote kwa pamoja. Kwa nitasoma kama nilivyosoma zile za tashahudi. Ya kwanza nitakayosoma ni hii hapa: Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Narudia tena: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Naendelea. Naam, haya nimewati, narudia: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi
وعلى أزواجه وذريته. نرديتنا. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. ري إن شد نا يه إن شد وذريته. أرديا. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نندليا. كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم. marudia upya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita على آل إبراهيم. نندليها. وبارك على محمد وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. endelea. كما باركت على آل إبراهيم. أرديا. كما باركت على آل إبراهيم. نمalizia. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. naanza upya. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديثه أمتاج الإمام البخاري نعم أمتاج الإمام مسلم kutoka kwa sahaba Abu Humaidi As-Sa'idi. Abu Humaidi As-Sa'idi pia ametaja Muslim. Yako maneno ameyataja Bukhari. Mfano kwenye Bukhari hakuna ala katika azwajihi wa dhurriyatihi.
tumesoma hapo wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Kwa Bukhari ipo Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi, hakuna ala. Lakini wa ala azwajihi tumeitaja kwa kuwa kwenye Muslim ipo. Tumefahamiana vizuri طيب. na asli ya hii hadith kwamba masahaba walimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, kaifa nusalli alayk, ewe mtume wa Allah, tukuswalieje? Vipi sisi tukuswalie? Mtume akamwambia, semeni, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hii ni hadithi ya Abu Humaid As-Sa'idi. Tumeelewana hapo jamani Mmeandika vizuri bwana, au nirudie kidogo? Narudia ya mwisho. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد النبي الأمي. نروديه تena. اللهم صل على محمد النبي الأمي. النبي الأمي. أمي ألف ميم ياء يعني شدة. أمي. اللهم صل على محمد النبي الأمي. إما تسمع اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. نروديه. اللهم صل على محمد النبي الأمي. ukiwa unakatiza utasema hivyo, an-nabiy al-ummi. ukiwa unaendelea unasema Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyi al-ummi wa ala ali Muhammadin. Endelea. كما صليت على آل إبراهيم. كما صليت على آل إبراهيم. أنزل منظر.
Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim. Naendelea, wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin. Narudia tena hapo, wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin. Endelea, kama barakta ala ali Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. fil alamina innaka hamidum majid. Naanza upya, Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Arudia ya mwisho, Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi au Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد النبي الأمي أو وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين innaka hamidum majid. Hizo ni mbili leo tumeziongeza sambamba na ile ya Ka'b ibn Ujra ambayo ndiyo nambari 1 kama wanavyosema wanawazuoni. Kwa nini tumeziongeza hizi mbili zikawa 3? Na kwa nini tumeongezea ile tashahudi ya Ibn Mas'udi, tukaiongezea na tashahudi ya Abdullah ibn Abbas, kisha tashahudi ya Abdullah ibn Umar, kisha tashahudi ya Umar ibn Khattab, zikawa 4? Kwa sababu wanasema wanawazuoni ni vyema Muislamu akawa anabadilisha mara anasoma tashahudi hii, mara anasoma tashahudi hii, kadhalika mara anasoma swala hii ya kumsalia mtume, mara anasoma swala hii ya kumsalia mtume, angalau awe nazo kichwani mwake 3 4. Kwa hiyo hizi tumeziweka ni zile angalau wa ila siku nyingine, lakini tumeona tukiziweka zote tutawachanganya, lakini angalau mtu awe amehifadhi tahiyatu aina zake 4 kama ambavyo kama mmehifadhi baadhi yenu, na baadhi wamejitahidi wamesoma 2, tunawadai 2, na kadhalika. Basi hilo liwe katika kumswalia mtume, kwa sababu zimekuja sigha
tofauti za kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na kukithiri kwa hizi sigha kuwa nyingi ina maana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye pia akibadilisha. Kwa hiyo kuna hatari wanahitaji wanawazuoni mtu kubaki na aina moja tu miaka yote, akawa ana aina moja tu katika sigha ya kumsalia mtume au katika sigha ya tashahudi. Kuna hatari mtu kubaki na hali hiyo, bali baadhi ya wanawazuoni wamehesabu mtu kubaki na aina moja miaka nenda miaka rudi, kwamba hilo huenda likamuingiza kwenye kufanya bid'a, kwa kuwa amebaki nayo na amedumu nayo hiyo tu, amebaki nayo na amedumu nayo hiyo, akaacha zile nyingine za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumeziweka hizi angalau tuzihifadhi, tuwe tunafanya zile at-tanawwu, tunabadilisha adhuhuri wa msalia mtume kwa sigha hii, alasiri unamsalia alayhi salatu wassalam kwa sigha hii. Na kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna faida kubwa. Wewe ukimsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna faida kubwa ambazo zimetajwa. Kwanza, umetekeleza agizo na amri ya Allah. Lakini pili, wewe ukimsalia mara moja kama hivi tumemsalia hapa, tumesoma Allahumma salli ala Muhammad, wewe umemsalia mara moja, wewe Allah atakusalia mara 5 mara 10. Ukimsalia mara moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unaswaliwa mara 10. Tena anakusalia ni Allah, anakusalia wewe hizo mara 10 ni Allah. Wewe umemsalia Muhammad ni wewe, na ulipomsalia Muhammad mara moja, Allah akakusalia yeye mara 10 kwa kumsalia kipenzi chake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Na tuliona jana kwamba maana ya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, ewe Allah mswalie Muhammad. Tuliona jana maana yake. Tulisema nini maana yake? Abu Zaid, ewe Allah mswalie Muhammad, maana yake nini? Tamhidi, nani atajibu swali hilo? Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah mswalie Muhammad, maana yake nini tamhid? Tamhid المستوى. nini maana Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah mswalie Muhammad? Anamtaja, maana yake mtaje kwa malaika wako kwa sifa zilizokuwa nzuri, kwa sababu tumeona kwamba swala kutoka kwa Allah juu ya manabii wake na mitume wake ni kule kuwazungumza vizuri mbele ya malaika wake aliowakurudisha kwake. Hiyo ndiyo swala ya Allah kwa mitume wake na manabii wake. Hivyo ni kosa kutafsiri kwamba amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam rehema na amani ziwe juu yake, rehema na amani ziwe juu yake. Rehema ni kitu kingine na swala ni kitu kingine. Rehema ni kitu kingine na swala ni kitu kingine. Kwa hiyo katika tafsiri ya sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani zimshukie si sawa. Ndio maana masalafi wakitafsiri haya maneno wanasema swala na salamu zimfikie yeye, au wanasema na baada ya kumswalia na kumsalimu, ili wabaki katika maana iliyokusudiwa. Swala kutoka kwa Allah kwa mitume wake ni kule kuwazungumza vyema. Swala si rahma, rahma ni kitu kando, swala ni kitu kando. Na ndio maana Allah alipotaja katika sura al-Baqara juu ya wale watu ambao kwamba wanapatwa na musiba, wakipatwa na musiba wao wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah akasema ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Kwa hiyo kuna sala na kuna rahma, kavitaja vitu viwili.
kwa maana kwamba sala ni kitu kingine na rahma ni kitu kingine. Ingekuwa rahma ni kitu ndio hiyo sala, kusingelikuwa na haja ya al-mughayara katika haya maneno ya Allah. Ulaika hao alaihim salawatu min rabbihim, juu yao ziko sala zitokazo kwa Mola wao, wa rahma na rahma za Mola wao. Kwa hiyo sala na rahma ni vitu viwili tofauti. Sala ni kule kumzungumza vyema mbele ya malaika wake aliowakurubisha. Rahma ni rahma. Kwa hiyo si sawa kusema sallallahu alaihi wasallam rehma na amani ziwe juu yake. Si sawa. Sema sala na salamu ziwe juu yake. Sawa? Tayeb. Haya baadhi ya yale ambayo tumeona tuwazindue. Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah msalie Muhammad. Kwa maana ukisema maneno haya umemsalia na kumsifia mtume sallallahu alaihi wasallam, na umemuomba Allah subhanahu wa ta'ala auinue utajo wake mtume, aendelee kuuinua utajo wake. Allahumma salli ala Muhammad. Kwanza umemsifu mtume, lakini pili umemwambia Allah aendelee kuinua utajo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah ameshamwahidi kwenye Qur'an, warafa'na laka dhikraka, warafa'na laka dhikraka, tutakuinua utajo wako, tutauinua utajo wako kwa ajili yako, tutauinua utajo wako. Kadhalika maana yake kwamba Allah msalie mtume, wanasema ulama, umemuomba Allah amzidishie ta'dhim na tashrif, amzidishie ta'dhim na tashrif. Tashrif imetokana na neno sharaf, cheo. Ta'dhim imetokana na al-'azama, kumaadhimisha na kumtukuza. Na tafsiri hii ya kwamba ndiyo maana ya swala ya Allah kwa mja wake ndiyo ambayo ameitilia nguvu al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake pale alipotaja na kunukuu tafsiri ya mwanazuoni Abu al-Aliya ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, aliyesema kwamba swala ya Allah kwa mja wake ni kule kumsifia kwa uzuri mbele ya malaika wake aliyowakurubisha. Kwa hiyo ukisema Allahumma salli ala Muhammadin, maana yake ewe Allah endelea kuinua utajo wa Muhammadi kwa uzuri, na umzidishie taadhimu, na umzidishie Muhammadi tashrif. Na pia tafsiri hii ndiyo aliyoitilia nguvu mwanazuoni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake alichokiita Jala'ul Afhami fi as-salati was-salami ala khairil anami. Jala'ul Afham fi as-salati was-salam ala khairil anam, kurasa wa 74 mpaka 81. Na kwenye kitabu hicho Ibn al-Qayyim rahimahullah akawaradi vikali na akawajibu wale wanaotafsiri as-salatu was-salamu maana yake ni rehema na amani, akawajibu vikali Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, akawajibu kwa majibu yenye mtazamo 15 akiwajibu hao. Lakini pia tafsiri hii tuliyotaja hapa na kuitoa kwamba as-salatu kwa bwana mtume maana yake ni kumuomba Allah amtaje kwa wema na amsifie na auinue utajo wake, pia ndiyo tafsiri aliyoitilia nguvu mwanazuoni anaitwa al-Imam as-Sakhawi. Al-Imam as-Sakhawi katika kitabu chake al-Qawl al-Badi' fi as-salati ala al-Habib ash-Shafi', القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، kurasa wa 11 mpaka kurasa wa 15. Kwa hiyo ndiyo maana ya Allahumma salli ala Muhammadin.
hii hadithi ya Abu Humaidi wa ala azwajihi pia wasalie wake zake wa dhurriyatihi na watoto wake kwa maana na kizazi chake kama sallaita ala ali Ibrahim kama ulivyowasalia watu wa Ibrahim وبارك على محمد مبارك محمد زدشيه خيري وعلى أزواجه نوكزاك نكتك وكزاك ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha ndivyo tunavyotakiwa sisi waislamu tumuombee baraka mama Aisha tumuombee khairi na tumuombee swala za Allah yeye na wengine katika watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume na wanapofanya mashia wao wanamtusi huyu mama radhiyallahu anha wanamtukana wanamshambulia wanamtuhumu kwamba huyu alikuwa ni mzinifu tu Aisha katika wazinifu wengine la'natullahi ala shia laana ya Allah iwashukie mashia wanaomtusi ummul mu'minin mama wa waislamu Aisha as-siddiqa bintu as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma wa dhurriyyatihi pia wabarik watoto wake kama barakta ala ali Ibrahim kama ulivyombariki Ibrahim na watu wake innaka hakika wewe Allah hamidun ni mwingi wa kuhimidiwa hamidun ni mwingi wa kuhimidiwa maana yake wewe ni mahmudun hamid maana yake ni mahmud ni mwenye kuhimidiwa na mwenye kustahiki aina mbalimbali za almahamid majid uliyomtukufu hii ni tafsiri ya haraka juu ya hiyo dua ambayo ni salatu ala nabii ya aina ya pili ambayo tumejifunza leo ya sahaba Abu Humaid as-Sa'idi kuna tanbihi wako watu waislam wanapomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala wanasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wameongeza neno sayyidina Muhammad neno sayyidina Muhammad halikuja katika sigha yoyote miongoni mwa zile sigha za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala hakuna mahala mtume sallallahu alaihi wasallam katika sigha za kumswalia yeye ameweka neno sayyidina kwa hiyo haifai kuweka neno sayyidina sema tu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mpaka mwisho wake usiweke neno sayyidina Muhammad ni kweli kwamba sayyidina Muhammad ni sayyidi wetu ni kweli kwamba Muhammad ni sayyidi wetu ni bwana wetu nani mwalimu gani mwingine anasomesha huko mwalimu gani mwingine anasomesha huko tamhid tumletee mic pelekeni mic chukua ile mic mpelekeni mwalimu mwingine anasomesha na mwingine naye anasomesha naona raha tamhidi kutoa midomoni kila wakati na kizazi chake natoa tanbihi hapa juu jambo muhimu watu wengine wanazungumza na huyo anayezungumza ndiye anayesema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad neno sayyidina halikuja katika zile sigha za kumswalia mtume halipo kwa hiyo haifai kusema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mtu asija kauliza kwa hamaki kwa hiyo mtume sio sayyid hatukusubiri hivi yeye ni sayyid sikasema mwenyewe katika hadithi ana sayyidu waladi Adam mimi ndiye bwana wa watoto wote wa Adam yeye ndiye sayyid wa watoto wote wa Adam yeye ndiye bwana wao mkubwa wao sayyid akisha akasema wala fakhar lakini sijifakharishi mimi ni sayyid kweli sijifakharishi kwa yeye ni sayyid lakini alipowafunza masahaba neno sayyid ambalo amelitaja katika hii hadithi aliposema ana sayyid waladi Adam mimi ni sayyid wa watoto wote wa Adam
neno hili sayyid alipowafunza maswahaba jinsi ya kumswalia hakuliweka na amelitaja mahala kwingine. Kwa hiyo haitofaa ukajifanya wewe ni mjuaji, wajua sana wewe swigha za kumswalia mtume kumshinda mtume mwenyewe aliyewafunza maswahaba. Si sawa. Hatukatai kwamba yeye ni sayyid, lakini neno sayyid usiliweke katika swigha aliyofundisha yeye. Tumefahamiana vizuri hapo? Na kukataa kwetu kwamba usiweke sayyid haina maana kwamba tumekataa yeye sio sayyid tukawa sisi ni watovu wa nidhamu. La, yeye ni sayyid kweli, lakini hili neno huliweki katika kumswalia yeye wakati wa sala wala wakati wa nje wa sala. Muda wa kuwa unamswalia mtume kupitia hii sigha aliyoifunza yeye, baki vile vile. Kutaka kuongeza neno sayyid ni sawa sawa na mtu kutaka kuongeza neno taala. Muadhini akawa ameongeza neno taala, watu wote watamkatalia. Kwa nini? Sivyo ilivyofunzwa adhana. Allahu ta'ala akbar, 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 ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ala, ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ala. Tukisikia adhana hiyo tunafanya jamani, sema hii dini mpya imeingia, si Shia hawa, si bohora. Kwa nini ameongeza taala? Ndio hivyo. Kuna mtu ambaye kwamba ataona kwamba sawa, si watu ametukuzwa Mungu. Watu watapinga kwamba jamani hiyo sio adhana. Kwa nini? Sivyo alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama ambavyo kwamba ungehamaki kwenye adhana iliyoongezewa taala, hamaki tena katika sigha ya kumswalia mtume iliyoongezewa neno sayyidina. Tupo hapo. Hayo ndio mambo ambayo kwamba nimeonelea niyazungumze katika hii siku ya leo. Kadhalika tambihi nyingine juu ya hukumu kumswalia mtume, hukumu yake. Wametofautiana wanawazuoni kumswalia mtume katika sala. Baadhi wameonelea kwamba ni jambo mustahabu, ni sunna tu, waweza kaacha, waweza kusoma, waweza kaacha. Dalili za hawa ambao ni jumhur ya ahli ilm, jopo la waliokuwa wengi, wamesema kwamba hii ni sunna tu, mustahabu. Wamejenga hoja jumhuri juu ya kauli yao hii kwamba sio wajibu kumswalia mtume katika sala. Wamejenga hoja yao ya kwanza ni kwamba eti hii sigha ya kumswalia mtume katika sala haikuja katika hadithi ya yule sahaba aliyekosea sala. Mtume alipokuwa akimwelekeza, mbona hakuitaja? Mbona hakumwambia sema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Kwa hiyo muda wa kuwa haiko kule, basi hiyo si wajibu wala sio nguzo wala si kadha. Hoja yao hiyo, na hii tulishaijibu huko nyuma kupitia kauli za wanawazuoni. Wamewajibu hawa kupitia hoja hii kwamba hoja yenu hiyo si sawa, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam inategemea kwamba hakuisema hii kumfunza yule sahaba aliyekosea sala, kwa kuwa hili halikuwa ni miongoni mwa yale aliyoyakosea. Yeye alimfunza yale aliyoyakosea tu, yale ambayo kwamba hakuyakosea hakumfunza, ilibaki vile vile kwa kuwa tayari anayafahamu. Wamejibu hivyo. Na hoja yao ya pili hawa jumhuri ahli ilmi kwamba kumswalia mtume ni jambo mustahabu tu. Wamesema kwamba aya inasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ndio aya iliyokuja ambayo ndani yake imejengeka hii jambo la kumswalia mtume. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii, hakika Allah na malaika wake wanamswalia mtume. Fahamuni kwamba swala ya Allah ni nini? Tumesema kumzungumza kwa uzuri na kuutaja na kukithirisha kutaja utajo wake, au kutukuza utajo wake. Ndio hivyo. Swala ya malaika sio sawa na swala ya Allah. Swala ya malaika kwa mtume ni kumuombea. Tumefahamiana vizuri? Haya. Kwa hiyo Allah anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ndio amri.
wanasema amri hii ni wajibu, Allah ametutaka tumswalie mtume, lakini wajibu huu kwa umri wa mtu ni mara moja tu. Ikitokea siku amesema Allahumma salli wa sallim alayhi, basi tayari ule wajibu umeshaondoka. Kwa ni wajibu ambao upo, lakini kwenye umri wa mtu ni mara moja. Kama vile hija ni faradh, lakini katika umri wa mtu ni mara ngapi? Mara moja. Akisha hiji basi. Kwa hiyo kama wewe shawahi kutokea kumswalia mtume, basi haitakuwa ni wajibu irejee kila siku anapotaka kuswali. Hoja yao hiyo jumhuri. Hoja ya ngapi hiyo? Hoja ya ngapi? Hoja ya pili. Hoja yao ya tatu wanayotegemea mpaka wakasema hii ni mustahabu tu, sio wajibu, ni makubaliano ya wanawazuoni, al-ijma', kwamba kuna makubaliano ya wanawazuoni kwamba jambo hili si wajibu, na makubaliano hayo ameyanukuu al-Imam Tahawi na al-Imam Tabari na al-Imam al-Qadhi Iyad. Hilo ni grupu la kwanza la wenye msimamo wao juu ya hukumu ya kumswalia mtume. Wao wameonelea kwamba ni wajibu au ni mustahabu. Ni wajibu au ni mustahabu? Mustahabu. Na wakatoa hoja zao juu ya kwamba ni mustahabu. Hoja ya kwanza wamesema ni nini? Hoja ya kwanza ni nini? Kwamba haikuja kipindi mtume anamfunza yule sahaba aliyekosea swala, hakumfundisha hili. Hoja ya kwanza ni. Hoja ya pili ni nini? Kwamba ni mara moja tu, hili wajibu wake upo, lakini mara moja katika umri wa mtu. Hoja ya mwisho na ya tatu ijmaa ya wanawazuoni. Kama kuna makubaliano pamoja kwamba makubaliano si sawa. Kwa nini? Wako waliopinga. Kwa wakipatikana waliopinga, ijmaa inakufa. Hakuna ijmaa hapo. Tumeelewana? Hilo ni kundi la kwanza la wenye msimamo wao juu ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Narudia tena tanbihi, haya ninayosoma nje ya kitabu, yani nikija nikifanya test ndio nitakoyatoa. Madhehebu ya pili katika hili, wanasema ulama, wadhahaba الشافعي, na akaenda kimadhehebu al-Imam Shafi'i, wa Ahmad, na al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mtu na mwanafunzi wake hapa. Shafi'i ni Sheikh wa Imam Ahmad. Wa dhahaba ash-Shafi'i, na akaenda kimadhehebu al-Imam Shafi'i, wa Ahmad, na al-Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq, na al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi, na Ibn al-Mawaz, na Ibn al-Arabi. Hawa ndio wataja wamekwenda kimadhehebu juu ya uwajibu wa kusoma au kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala. Hawa ndio wataja hawa: al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Ishaq, al-Imam Ibn al-Mawaz, الإمام العربي ابن العربي. واستدلوا بالآية، دليل yao ni aya gani? ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ambayo aya hii jumhuri walisemaje? Huo ni wajibu, upo sawa, tukatai, lakini wajibu huo unaondoka mtu akimswalia mara moja tu katika umri wake. Kwa hiyo hawa niliwataja nao wamejenga hoja kupitia aya hiyo hiyo, lakini si aya peke yake, pia wamestadili na kujenga hoja kupitia hadithi ya Ka'b ibn Ujra radhiyallahu anhu, kwamba masahaba wa mtume radhiyallahu anhum walimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, qad alimna kaifa nusallimu alayka, ewe mtume wa Allah, tumeshajua jinsi ya kukusalimia, kwamba wewe unasalimiwaje tumeshajua. Fa kaifa nusalli alayka, lakini vipi tutakusalia sisi? Tumeambiwa na Allah tukusalie, hatujui tutakusaliaje sisi. Faqala,
akasema mtume sallallahu alaihi wasallam qulu semeni Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. kadhalika wamejenga hoja kupitia hadithi ya Fadala ibn Ubayd radhiyallahu anhu kwamba bwana mmoja hakumhimidi Allah katika swala yake wala hakumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ajjala hadha, huyu amefanya haraka katika swala yake. Fa idha salla ahadukum, hivyo atakaposwali mmoja wenu, falyabda bihamdillah, aanze swala yake kwa kumhimidi Allah, asome alhamdu wa thanaa alayhi, na amsifie katika alhamdu. Thumma liyusalli ala an-nabi, kisha amsalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Amepokea hadithi hii al-Imam Ahmad katika Musnad jildi wa 6 ukurasa wa 18, na al-Imam Abu Daud amepokea nambari 1481, na al-Imam An-Nasa'i mjallid wa 3 ukurasa wa 44, na al-Imam Tirmidhi nambari 3476, na wasio kuwa hao. Tumeelewana vizuri hapo. Kwa hiyo rajih ya kauli au kauli yenye nguvu kwamba kumswalia mtume katika swala ni wajib, sio khiari, ni wajib kumswalia. Na al-Imam Shafi'i rahimahullah anaibatilisha swala ya aliyeswali akaacha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba swala yake batila, imebatilika. Nani huyo? al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na hili ndilo la sawa, na amesema al-Imam juu ya hili al-Imam Ahmad bin Muhammad Shakir Abu al-Ashbal anasemaje? Anasema hadha huwa al-haqq, hii ndiyo haki. Fa inna Allah ta'ala, kwani hakika Allah aliyetukuka, amarna bis-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ametuamrisha tumsalie mtume sallallahu alayhi wasallama biqawlihi, kwa kauli yake katika Qur'an, katika suratul Ahzab aya 56 anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamin, sallu alayhi, msalieni huyo, wasallimu taslima, na mumtakie salama na amani. Anasema al-Imam Ahmad Shakir, wasaalahu as-sahabatu, na walimuuliza mtume masahaba, ani salati allati umiru biha alayhi, kutokamana na sala ambayo wameamrishwa wamsalie. Masahaba walimuuliza ni sala gani hiyo, vipi tukusalie? Fa'allamahum sifata as-salati al-ma'rufa, mtume akawafundisha sifa ya sala al-ma'rufa inayojulikana, ala ikhtilafi riwayatiha, juu ya kutofautiana kwa mapokezi yake. Mara anasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, mara kawafundisha Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, mara kawafundisha Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anasema Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah, ala ikhtilafi riwayatiha, juu ya kutofautiana kwa riwaya zake na mapokezi yake. Fafahimu idhan min al-aya, wakafahamu sasa wakati huo kutoka katika hiyo aya iliyowaambia sallu alayhi wa sallimu taslima, anna al-amra bis-salati alayhi, kwamba amri hii ya kutakikana sisi tumsalie, inma huwa aqiba at-tashahhudi, kwamba amri hii hutekelezwa mara tu baada ya maneno ya tahiyatu. Wa aqarrahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala dhalika, na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam
akawakubalia juu ya jambo hilo, akawakiri juu ya jambo hilo. Wawadhabu alayhi, na masahaba wakadumu nalo hilo jambo. Wakana alwahyu yanzilu baina adhhurihim, na wahyi wa Allah ulikuwa ukishuka baina yao. Kwa hiyo ningekuwa hili ambalo wanalifanya, wanaleta tashahudi kisha wanamswalia mtume, lingekuwa jambo hili halifai, basi wahyi wa Allah ungelitoa tanbihi kwamba maswahaba wako wanasema haya maneno kwenye swala, hebu waache mara moja. Kuendelea kushuka kwa wahyi na bila ya kuligusia jambo hili pia ni kukiriwa, hilo jambo limekiriwa na limepitishwa. Watalaqaina dhalika bitawatur al-amali anhum, na sisi ambao sio masahaba wala sio matabiina tumelipokea hilo bitawatur al-amali, kwa tawaturi ya kimatendo. Tumelipokea kutoka kwa wazee wetu wengi wamelipokea kutoka kwa wazee wao, na wazee wao wamelipokea kutoka kwa wazee wao. Tumelipokea hilo na tumelirithi. Fakana sualuhum wa bayanuhum lahum, hivyo likawa swali lao masahaba kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi tukuswalie, na ule ubainifu wa bwana mtume kuwabainishia jinsi ya kumswalia. Thumma muwadhabatuhum ala ma umiru, kisha kule kuendelea kwao masahaba kufanya yale walioamrishwa, tafsiran lilamri alwarid fi alquran. Hilo ni tafsiri, hayo yote hayo ni tafsiri ya ile amri iliyokuja kwenye Qur'ani, wameifasiri kimatendo. Wa huwa min aqwa aladillati fi alwujub au ala alwujub, na hilo ni miongoni mwa dalili zenye nguvu mno zinazolengesha juu ya uwajibu wa kumswalia mtume katika swala. Haya maneno ya al-Imam Ahmad Muhammad Shakir rahimahullahu ta'ala, min akhir a'yan al-muhaddithin fi al-bilad al-masriyah, miongoni mwa wanazuoni wakubwa wa hadithi wa mwisho kabisa katika miji ya Misri au katika nchi ya Misri, Abu al-Ashbal Ahmad Muhammad Shakir rahimahullahu ta'ala. Hayo ni maelezo yake aliyoyataja ambao yapo katika taaliki yake kwenye kitabu Ar-Rawdatu an-Nadiyya cha wanazuoni Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala. Tumeelewana jamani? Walhamdulillahi rabbil alamin.